iache kelele. Nasema hapana, enough is enough, utanyamaza. Hatutakuruhusu uendelee kutusema. Akalala. Wakati amelala, hawa wakubwa wakaamua, nyinyi ndio mmesababisha hii, faida yetu imeenda, tutawashika na nyinyi pia mtawekwa ndani. So walipowekwa ndani ya prison, kuna milango na kuna rooms nyingi, lakini Biblia inasema kwamba pia prison iko na foundation. So kuna foundations of the prison. Prison ni moja, lakini foundations ni nyingi. So misingi ni mingi, lakini jela ni moja. So jela moja iliyo na misingi nyingi, jela moja iliyo na milango mingi. Wakati Paul na Silas wameshikwa, wametupwa, maana Biblia inasema, tafsiri yake inasema they were thrown into jail. Hata seli, askari akikushika, askari unajua wanakubaliana na mimi, wakati wewe unashika watu, wewe hauingiagi seli, wewe unatupa watu seli. Maana hawa walikuwa thrown into jail, walitupwa ndani ya gereza. Askari akabaki nyuma, afisa akabaki huko. Sasa wakiwa ndani ya gereza, hapo jua kwamba wamepigwa, maana huyu afisa aliambiwa wapige sawa sawa, na tayari wamevuliwa nguo, wamepata hiyo aibu. So wanaingia gerezani, mavazi yao yameraruka. Wanaingia gerezani wakiwa wamepigwa viboko, nyama zimeraruliwa, mili yao iko na mipasuko ya viboko. So Paul na Silas wakiwa ndani ya gereza, nimesikia wamesema at the midnight. So usiku wa manane, Paulo wakiwa ndani ya gereza, kuna wafungwa wengine walikuwa pale. So Paulo na Sila walikuwa wanaimba hymns to God, wanasifu Mungu wakiomba. But wakati wanasifu, wakimwabudu na wakiomba Mungu, hao wafungwa wengine nao wanawasikiliza. So kulikuwa na wafungwa kama wakina Paulo, lakini hao kazi yao ilikuwa ni kusikiliza waimbaji. Haleluya. Nimesema waimbaji walishikwa, wakawekwa ndani ya gereza. Wasifuji, wasifuji walikuwa ndani ya gereza. Na wale wenye waliwapata ndani ya gereza hawako wasifuji. Ni makosa, unaweza fanya makosa kushika mtu wa kusifu. Acha nitumie hii, msifuji. Ukimshika umefanya makosa. Haleluya. Kuna watu wakiletwa gerezani kisaramu. So wakati Paulo wanasifu Mungu, kumbuka Paulo anasifu na Silas, hawaoni vidonda venye wako navyo. Hao wakiwa ndani ya gereza hawaoni mateso yenye wamepata, hawaoni viboko zenye wamepigwa, lakini wanaona Mungu. Hawakuwa na macho ya kuona vidonda, na hata wakiona mahali wamepigwa wakakatika, penye panastahili pawe panashonwa, na wako gerezani hawashonwi, hao wakiangalia vidonda wanaona Mungu. Oh, haleluya. Walikuwa na macho ya kuona Mungu, hawakuwa na macho ya kuona vidonda, hawakuwa na macho ya kuona nguo zinaziraruka, hawakuwa na macho ya kuona mateso yanayopitia. Walikuwa wanaona hata kama hii mateso tunateseka kwa sababu ya tumepigwa, kwa sababu ya Mungu, tumevuliwa nguo kwa sababu ya Mungu. Kwa hivyo hatutaangalia wenye wametuvua, tutaangalia yule ambaye amesababisha tukavuliwa. Huyo ndiye tutasifu, huyo ndiye tutainua, huyo ndiye tutaabudu, huyo ndiye tutamtumikia. Wakristo wako na macho ya kuona vidonda, lakini hawana macho ya kuona Mungu. Ni heri kama wewe una ugonjwa, haungekuwa na macho ya kuona magonjwa. Macho yangu ya kuona kansa, afadhali yao yamekufa, yameoza ama yamekulwa na mchwa, na niwe na macho ya kuona Mungu. Hata kama niko na kansa naona Mungu, hata kama niko na pressure naona Mungu, hata kama niko na madeni ninaona Mungu. Mungu apee mtu macho ya kuona. Shida ni kwamba huwa tukiwa ndani ya gereza, huwa tunaona vipoko venye tumepigwa. Lakini Paulo, nimesikia kuna wimbo imeimba hapa, wakati Paulo wanasifu Shiriana, wakati wanasifu Mungu, wanaabudu, milango ya gereza ikatikiswa,
misingi ya gereza ikatikiswa na milango ya gereza ikafunguka. So milango ya gereza inafunguka kwa sababu misingi imetikiswa. Misingi itakapotikiswa, milango automatic zitafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa wakati walikuwa wanaomba wakisifu wafungwa wakiwa pale, Biblia inasema hata nyororo za wafungwa, nyororo zao zote, Paulo na Sila pamoja na wafungwa wasikilizaji, nyororo zilikatika. So kila mmoja alikuwa na nafasi ya kutoka. Maana huyu soja alikuwa amelala, askari alikuwa amelala. Sijui kama mnalalaga, lakini mnalala. Haleluya. Wanalala maana wanaamini milango, wanaamini electric fence, wanaamini kuna wenye wako kwa tawa, kuna CCTV, so wanaamini, wanalala. Lakini kwa wale ambao wanasifu, hao wanajua nguvu ikishuka haiangalii CCTV. Ongea tu pole pole. Nguvu ikishuka haiangalii ati wenye wako kwa tawa, electric fence, hapana. Perimeter wall. Nguvu iliposhuka, nyororo zilikatika, wafungwa wote wakawa wako uhuru. Lakini sija wafungwa wakiwa uhuru, wenye wamesababisha wafungwa wakiwa uhuru ni watu wawili. Wamefanya wafungwa 100 pia wao wako uhuru. So soja anapoamuka kutoka kwa usingizi, anapata milango yote iko wazi. Anashangaa, kwani kuko namna gani? Na unajua soja, wafungwa wakitoroka, wewe utafungwa. So soja chenye alielewa, hawa kama wameenda, mimi nimeisha. So badala ya wao kunimaliza, usitumie bunduki vibaya, wacha nijiue. Akaamua badala ya mimi nifungwe, pengine nitanyongwa, afadhali nijimaliza. Akachukua sword, akataka ajimalize. Wakati ameinua juu, akasikia sauti kutoka ndani ya gereza. Paulo anaita kwa sauti kubwa, hapana, tuko hapa, usijimalize. Hakuna hata mmoja ametoroka. Rudisha upanga wako, usijidhuru. Akarudisha. Akaenda akaitisha taa, mwangaza. Maana hawezi ingia ndani ya gereza pasipo mwangaza. Lakini kuna wale wako ndani ya gereza wakiwa ndani ya giza. Oh, haleluya. Amen. Alipopewa taa, akakimbia ndani ya gereza. Akafika mahali Paul na Silas walikuwa. Huyu alivutiwa na kitu fulani. Maana mahali Paul ndipo mahali huyu alienda. Hakuenda kwa wafungwa wengine. Gereza lilikuwa na wafungwa wenye wamefunguliwa. Lakini Paul na Silas, hapo ndipo mfungwa askari alipiga magoti. Kamwambia, mko hapa? Mwambia sisi hatujaenda. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua doors zinaweza kuwa open, lakini kutoka. Milango inaweza funguliwa, hata kwako kuna milango imefunguliwa, lakini kutoka ni issue nyingine, ni juu yako. Wewe ndiye utatoka kama milango imefunguliwa. So milango imefunguliwa, lakini hawa hawatoki. Wako ndani. Milango wakati ilifunguka, chains zilikatika. Na wafungwa wa Kenya wakipata imefunguliwa hivyo, askari bado wamelala, wataenda. Lakini Paulo na Sila hawakuenda. Kwa sababu gani? Hata tukienda, kuna news zitabadilika, watasema tumevunja. So tukitafutwa, tunaweza pigwa risasi. Maana watatafuta watu ambao wametoroka gereza. Citizen itatangaza watu wametoroka Kamiti maximum. So waanze kutafuta popote takapoona. Kwa hivyo sisi tutabaki hapa. Maana hii milango yenye imefunguliwa, kuna kitu ambacho tunataka tufanye. Lakini hawa wengine hawachukulia advantage kwenda. Kuna watu wenye hawawezi enda. Maana tulipokuwa tunasifu, walikuwa wanaangalia, walikuwa wanatuona. Tunaangalia wakitusifu. Hata milango ikifunguliwa, hawawezi toka. Hata uenda wajui imefunguka. Watu wengine wanasifu wakiangalia milango huwa inafunguka, lakini ikifunguka hao wanabaki ndani ya gereza. Wengine wakitoka, hao hata
utafungwa tena. Hey. Wakati Soja alikuja, aliwatoa Paul na Silas peke yao. Hao ndio waliwatoa. Hao wengine wakarudishwa, hawakutoka. Minyororo zilikatika lakini waliwekwa ndani. Nyororo zilikatika lakini milango ilirudishwa. Nyororo zilikatika lakini hawakuenda nyumbani. Maana hawataki kuimba na wenzao. Wako tu. Shiriena shiringaya. Bwana naye nini nafanya nini? Haleluya. Haleluya. Wacha wewe wakiangalia. Wewe omba wakiangalia. Wewe sifu tu wakiangalia. Hata kama watakuangalia usikose kusifu. Maana wakati wa upepo wa wewe hapo kitafika, nakwambia ni wewe utatoka. Nakwambia itakuwa ni wakati wako. Upepo utatumwa kwa ajili yako ama wewe hapo kitakuja kwa ajili yako. Na milango ikifunguka imewafungukia. Sasa wakati Paul walichukuliwa, huyu Soja akawachukua akawaambia hapana, twende kwa nyumba yangu. Kwanza akawafuta, akawashona. Mahali penye aliwapiga viboko, yeye ndiye aliwaosha. Viboko zenye aliwatandika, yeye ndiye aliamua sasa. Pole, naleta maji tumugande. Paulo mwenye aligonga Paulo ndiye anaganda yeye. Watu hawaelewi. Kuna kitu kimesemwa hapa. Ya kwamba mjengo ni wao ni watafanya, lakini hawakuelewa. Wenye walisema utajenga, hao ni watabeba wheelbarrow. Hao ni watasukuma hiyo wheelbarrow. Wenye walisema utajenga, hao ni wataenda maji. Wenye walisema utajenga, hao ni watakuja kuomba kibarua. Nasema tafadhali usiponipa kibarua watoto wangu kwa shule hawatasoma. Usiponipa kibarua na lala njaa, hao ndio watakuja kwako. Soja akaamua hapana, akauliza wakina Paulo, saa tufanye nini? Saa watu wenye waliingia ndani ya gereza wakiita ofisa saa. Sasa ofisa mwenye walikuwa wanamuita saa, ofisa ndiye amebadilika, ndiye anaita Paulo na Sila saa. Waliingia ndani ya gereza kama sio saa, lakini wanatoka ndani ya gereza wakiwa saa. Walipoingia hawakuwa saa, lakini utenye Soja aliona kilibadilisha. Paulo na Sila, Soja anawaambia what? Soma 29 verse 30. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? Sirs, maana hao ni wawili, so mpaka waite wote. Niliwaweka ndani kwa viboko, lakini chenye nimeona, nyinyi ndio mlikuwa mnakuja mnasema saa, lakini saa hii saa imebadilika. Nifanye nini sasa? Kuna mtu aliingia ndani ya gereza kama sio saa, lakini wakati anatoka anaitwa saa. Hawakuiti saa, maana vile wanakuona. Wakikuangalia hakuna haja ya kuita saa. Wakikuangalia hakuna haja ya kuita madamu. Wakikuangalia hakuna haja ya kuitwa wewe jina, maana jina huwa limeenda. Lakini Mungu akitikisa gereza, misingi ikishatikiswa, milango ikishafunguka, saa nifanye nini ili niokoke? Akawachukua akawapeleka kwake. Alichukua watu wawili, Paul na Silas. Akasema basi hawa wapikiwe usiku wa manane. Wafungwa wengine wenye walikuwa wanaangalia Paulo na Sila wakisifu, hao wakiwa ndani ya gereza. Paulo na Sila wanakunywa chai wakati wako kwa gereza kwa baridi. Wamelala, sijui mnaitaga aje. Wanalalishwa laini moja, mnapangwa hivi, alafu mnalala wote. Kupinduka ni mara moja. Mkipinduka 1 2 3 tupinduke. Usipopinduka mwenzako anachukua nafasi, unapata umelala juu ya mwingine. Wewe naona kaga na mnadani. Paulo na Sila wako kule
Silas wakiwa kule kidogo tu na assess damages. Paulo na Sila wakiwa pale kwa ule ofisa, wakahubiria Injili. Ofisa akaokolewa, akaokoka. Ofisa alipookoka, ofisa akasema sasa nyinyi endeni, wale wabaki nyinyi muende. Lakini Paulo anaona pana, kuna kitu tumeletwa hapa hadharani, hatuwezi toka kisiri. Hatutatoka kisiri. Kaambia pana, tufunga majeraha mahali ulitupiga, umetupea nguo nyingine, turudishe pale, turudishe huko kwa gereza, turudishe huko. Nakwambia wakirudishwa, lakini milango ilifunguka, misingi imetikiswa. Hata wakirudishwa pale wanangoja tu asubuhi. Walipoingizwa pale, Paulo akasema enda uambie hao vile ambavyo vile walitupiga hadharani na vile wametuweka hadharani, wakuje misingi ikuje. Hiyo ndio ilikuwa misingi. Usiku wa manane Mungu alitikisa roho zao. Mahali wamelala walitikiswa, maana wameshika watu wa kusifu. Mungu akaamua hawa ambao ni wakuu lazima nitatikisa wao. Sasa enda uambie wakuje watutoe, maana tutatoa kisiri, tuko ndani ya gereza. Tayari milango imefunguka, tayari misingi imetikiswa. Hao wakakuja, sema Paulo, tafadhali msituharibie, ukeni muende. Paulo na Sila wakatoka ndani ya gereza, lakini wafungwa wengine wakabaki. Hebu soma tumalize. Soma tumalize. Soma, watu wengine wajui tunasoma wapi. Soma Acts 16:25 mpaka 20 mpaka 31. About midnight, About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly, there was such a violent earthquake that the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everybody's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself. We are all here." The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, "Sirs, what must I do to be saved?" They replied, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household." Then they spoke the word of the Lord to him and to all the other in his house. At that hour of the night, the jailer took them and washed their wounds. Then immediately he and all his family were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole family. When it was daylight, the magistrates sent their officers to the jailer with the order, "Release those men." The jailer told Paul, "The magistrates have ordered that you and Silas be released. Now, you can go in peace." But Paul said to the officers, "They beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens, and threw us into prison. And now, do they want to get rid of us quietly? No, let them come themselves and escort us out." The officers reported this to the magistrates, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens,
they were alarmed. They came to appease them and escorted them from the prison, requesting them to leave the city.